wanapambana mimi nipitie msoto, kila siku nipitie changamoto. Mungu simama nitimize zangu ndoto. Oh Baba, tena usiache kunipigania, siwezi kwa zangu akili, maana kwenye vikao vya umbea mimi ndo kichwa cha habari. Tena kwa jina lako wanaapia nisiishi maisha mazuri, ila kwa sababu nakutegemea Baba, nasonga mbele wala sijali. Naamini Mungu ndiwe mchungaji wangu, mimi sitapungukiwa na kitu. Wewe ndo silaha yangu mimi, siwezi kutumia visu. Bwana ndiwe mchungaji wangu, mimi sitopungukiwa na kitu. Hatari sana. Baba anamwimbia mtoto sasa. Sikia. Mwanangu mtangulize Mungu tafanikiwa, usijilinganishe na wale wakishua. Mwanangu mtangulize Mungu tafanikiwa, ipo siku nawe utakuwa wakishua. Mwanangu mtangulize Mungu tafanikiwa, usijilinganishe na ile familia. Mwanangu mtangulize Mungu tafanikiwa, ipo siku nawe utakuwa wakishua. Mwanangu wewe, sikia. Mwanangu napambana mimi sio mzembe, kidogo nilete icho japo tule. Pia zile shule nataka uende, sema kipato kidogo napambana da. Sikia. Mwanangu kikuu utajionea mambo mengi. Sema ya wahenga imekufa ifanyi kazi. Walisema damu nzito kuliko maji, sasa hivi anaye kuroga ni wa ndani atoki mbali. Sikia. Mwanangu kwenye mafanikio kuna mawili. Wewe upande wa Mungu ama kwa shetani. Mwanangu kwenye mafanikio kuna mawili. Wewe upande wa Mungu ama kwa shetani. Sikia. Huku kwa Mungu utaenjoy, huko kwingine bila kufa mama hautoboi. Huku kwa Mungu utaenjoy, huko kwingine bila kufa mama hautoboi. Tunasema singeli si ya kitaa tu, hata kwa baba singeli inaruhusiwa na ikaleta vibe, lakini ikaacha ujumbe na neno la Mungu pia ndani yake, sivyo? Yes. Anaitwa Pius Wilson, yeye ni mwimbaji wa nyimbo za Injili kupitia mahadhi ya muziki huu wa singeli, ambao leo ameachia video yake ya wimbo huo wa mchungaji wangu. Basi ndo tupo hapa ndani. Yes. Kupitia 92.1 Crown FM ndani ya Kasri, kwenye kipengele chetu cha mwisho kabisa cha buruda barida. Tuko naye hapa Pius Wilson na tumeanza na burudani. Tutaka kumsikia yeye mwenyewe singeli hii inaendaje. Mami, nilivyosikia singeli na Injili kidogo nilikuwa najiuliza maswali mengi sana, na ndio maana nikatamani uanze nione yaliyo Mungu. Kwanza mwanzo ilinipaga ugumu sana, kwa sababu nakumbuka nilishawahi kwenda kuimba sehemu ile na play nyimbo, nasikia ni singeli, wote wakarudi kukaa kwenye viti. Sehemu gani hiyo ilikuwa? Kanisa moja hivi, siwezi nikanita. Wote wakarudi kukaa kwenye viti. Ndio nilikuwaga na hanza huu muziki wa singeli miaka 3 nyuma. Ndio nilikuwa na hanza kabisa mwanzo. Lakini mimi ile kunikotisha tamaa, nilisimama pale mbele nikaimba mwenyewe, watu wamerudi kukaa kwenye viti. Nikaimba mwenyewe mpaka ninamaliza, nikaenda nikakaa kwenye viti. Baadaye nikamwambia Mungu, lakini hii ni biti, lakini mbona mimi nataja jina lako? Na kuna wengine wanaguswa kupitia hii mimi sikuikubali. Nikaendelea kufanya nyimbo na zikaendelea kufanya vizuri. Ukiingia kwenye digital platform zangu nimekuwa nikipokea comment mbalimbali, watu wanaobarikiwa. Kwa kitu gani kilikupa nguvu ya kuendelea? Kwa sababu kwa mwanzo huu ambao uliupata wa watu kuonekana kama wamerudi nyuma baada ya kusikia singeli, ingekuwa mwingine pengine angehisi pengine nimeingia katika sehemu sio, akaachana na muziki wa singeli akaendelea kuimba Injili kama waimbavyo na Injili wengine. Wewe ni nini ambacho kilikusukuma ukaona kwamba nina kila sababu ya kupigania singeli? Kwanza kabisa kilichonisukuma baada ya kuona vile, niliamini katika kitu chochote kile unachokuwa unakifanya lazima changamoto iwepo. Kazi yoyote, hata tofauti ya hii ya mimi kuimba, kazi yoyote ina changamoto yake. Kwa hiyo mimi nilichukulia hii ni changamoto ambayo ninaipitia katika
hii sekta yangu ambayo mimi nipo. Kwa hiyo sitakiwi kukata tamaa, natakiwa kusonga mbele. Kitaeleweka. Baada ya mchungaji wangu kuiachia. Yes. Unasema na muda kidogo, miezi kadhaa. Yes. Mpaka leo umeachia video. Yes. Na mwitikio umekuwa kitofauti sana. Yes. Imekupa kiashirio gani na nguvu kiasi gani ndani yako? Imenipa kiashirio kizuri sana na nimefurahi, sikutegemea kwa kweli, kwa sababu ni nyimbo ambayo kipindi ninaiachia ni milango ikafunguka kidogo ya kusafiri kwenda sehemu mbalimbali. Sasa kipindi kile nikawa ule muda sasa utengeneze project, useme ushuti tena, na ikawa bado ndo nikaa pia nimeingia najipanga mambo mengine kama unavyojua. Kwa nikasema muda huu hii nyimbo ina trendi, hichi kipindi nikitumie vizuri kuongeza track list zingine. Kwa sababu unaalikwa, unaenda sehemu, mtu anakualika kwenye seminar uje ukae wiki, utakuwa unaimba nyimbo moja. Nikatumia kile kipindi kufanya track list zingine ambazo ni na uwezo wa kusafiri, nikakaa sehemu nikaimba hata wiki moja. Inawezekana. Kwa nikatumiya kipindi kile hiyo nyimbo ina trendi, nikaachia track zingine. Kwa hata hii nimekuja kuachia hata hivi leo, namshukuru Mungu na sikutegemea. Kwa umeachia nyimbo ngapi hapa katikati? Hapa katikati nimeachia nyimbo nyingi sana za kwangu mimi binafsi. Yaani hizi za singeli baada ya kuiachia hii mchungaji wangu, umesema ukaona utumie nafasi hii kwenye kutengeneza nyimbo nyingine ambazo zitakubeba zaidi. Yes, hapa katikati kuna nyimbo inaitwa Mungu Fanya Jambo, ipo kwenye digital platform. Kuna nyimbo inaitwa Nimebadilika, ipo kwenye digital platform. Kuna nyimbo inaitwa Sikati Tamaa, ipo kwenye digital platform. Zipo nyimbo. Kati ya hizo nyimbo gani ambayo unaiona inabamba kweli kweli? Kati ya hizo zote kwangu mimi naona watu wamezipokea vizuri kwa kweli. Mmoja kati ya hizo ambazo umenitajia za hapa katikati. Kati ya hizo ambao nataka utuimbie hapa. Kati ya hizo Sikati Tamaa inafanya vizuri. Sikati Tamaa. Yes, Sikati Tamaa imefanya vizuri sana kwa sababu ni nyimbo inayotia moyo. Aha. Yes. Tunaweza kuipata hiyo Sikati Tamaa DJ Treza. Hebu naomba ukishaipata niambie. Mapokezi sasa yakoje katika upande wa makanisa, waumini wa dini ya Kikristo, namna vile walivyokuwa na mtazamo mwanzoni kuona kwamba kijana anatuletea mambo gani ya singeli tena makanisani. Vipi sasa hivi ukienda kuperform wanamuitikia upi? Kiukweli ukiachana na ile tukio hilo nikutaga hapo nyuma kama nilivyokueleza mwanzo. Miaka 3 nyuma. Niliimba sehemu kuimba tu kuplay nyimbo, wakarudi wote kukaa kwenye kiti, nikaimba mwenyewe. Kuanzia hapo nilichukulia ile kama changamoto na nikasonga mbele, nikaachia vitu vingine. Sasa hivi kila ninapoenda namshukuru Mungu kwa kweli. Unakubalika? Namshukuru Mungu kwa kweli. Haiwezi ikaplayiwa nyimbo hamna anayekaa chini. Hamna anayekaa chini, hakuna. Mambo mengi huwa yanaanzia nyumbani, kupokelewa ama kukataliwa. Familia kwako inachukuliaje wewe kuimba muziki wa singeli? Familia yangu inayo furaha sana. Kwanza hata hapa wananisikiliza, wananitazama. Na wanayo furaha, hata nakuja hapa wameniombea, my mom, my brother Steven wameniombea, anambia wanatazama YouTube kule. Wako hapa wananitazama. Hongera sana kwao. Nashukuru sana. Inakupa ujasiri kiasi gani na unajisikia fahari kiasi gani kuona familia na kusupport kwa asilimia kubwa? Najisikia vizuri, lakini pia na kuwashukuru tu wazazi kwa sababu hadi mimi kufika hapa ni familia mimi niliolelewa, mamangu ni watu, yani tumezaliwa kwenye maadili hayo ya dini. Hivyo wote yani familia yako. Mama mwimba kwaya, brother yangu ni pastor. Hivyo yani, kwa hiyo tunaishi katika misingi hiyo. Kwa hiyo namshukuru Mungu pia. Nakumbuka alitangaza Mheshimiwa Rais kwamba ni muziki wa nembo ya taifa. Kwa toka ulivyotangazwa pale, hata katika ufanyaji pia unakuwa haufanyi tu, lazima ufikirie namna ya kuweza kufanya kwa ubora sana. Kwa hiyo ndio kitu pekee anaweza nikasema. Kwa tutarajie makubwa zaidi kupitia singeli na injili kutoka kwako. Yes, na imani Mungu ataniwezesha. Amen. Familia umesema inakufuatilia kwa uzuri na kusikiza. Unalipi la kuambia? My family nawapenda sana. My brother Steven pamoja na familia yake na pamoja na my mom. Mungu abariki sana. Namtaja my brother kwa sababu yeye kidogo anaelewa mambo ya muziki. Unajua mama yeye elewi. Yeye anakuambia nenda mwana. Anafurahia tu. Lakini my brother yangu yeye anakuwa anajua. Nenda ifanye hivi, fanya hivi. Sasa